Karibu ulimwengu wa Nollywood, tuitazame hii movie isiyohitaji hata nukta mtikisiko ili uweze kuenjoy. Mrembo anaitwa Kamara, ni social influencer mwenye endorsement za makampuni mbalimbali. Kibongo ni kama Haji Sunday Manara, muite El Bugatti. Upande wa pili kuna huyu jamaa anaitwa Larry, anamkaribisha rafiki yake anayeitwa Balo ambaye alikuwa nje kwa kipindi kirefu akiongezea taaluma yake ya udaktari. Balo naye akamtambulisha mpenzi wake anayeitwa Kemi kwa Larry. Sekunde kadhaa kupita, Kamara akajumuika nao. Larry na Kamara ni wachumba sasa na ni muda mrefu kidogo, siku si nyingi wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Larry akamtambulisha Kamara kwa Balo pamoja na Kemi. Kemi akadai kuwa yeye ni shabiki yake huko mtandaoni kitambo sana. Bidada akashukuru. Ili penzi la Larry na Kamara limejawa upendo sana na wanafurahia siku zao ambazo wamekuwa kwenye mahusiano. Kamara anapokuwa ametulia nyumbani akai mbali na fansi wake, ni ubizi wa live za TikTok. Akawapenyezea wafuasi wake taarifa kuwa siku za hivi karibuni anatarajia kufunga ndoa yake ya kimila. Kwa hiyo anatakiwa awe karibu na peji yake kupata matukio yote yatakayojili siku hiyo. Mwambie rafiki yako amwambie rafiki yake kuwa bando ni muhimu zaidi kwa ajili ya kumuona Kemi akifunga ndoa ya kimila. Maandalizi ya ndoa yakapamba moto sababu siku imewadia. Shangazi akaingia kwa furaha na nyimbo nyingi alizoweza kumwagia binti yake. Yote hiyo ni kwa sababu leo ni siku ya muhimu kwenye maisha yake. Omaricha, my tomato sauce, acha lugo mwanyi. Shangazi maneno yanamtoka akamuhimiza mpaka makeup hakikishe kuwa bibi harusi anapendeza, ili mume akiona aseme sikukosea kumchagua. Furaha ya shangazi imepitiliza kipimo, wakatoa kabisa na zawadi za vitenge walizokuwa wamemletea bibie Kamara. Baada ya shangazi kutoka, Kamara akamtaka msaidizi wake aruhusu simu ili waingie live huko mjini TikTok. Jamani mashabiki zangu, leo ndo siku ya Kemi. Hayawi hatimaye yamewadia na kwenda kufunga ndoa na mtu ambaye sijui niwaambieje, lakini kiukweli nampenda. Huku sebleni mambo yamechangamka kwa mpiga kinubi, anawatendea haki wageni waalikwa ndani ya hii nyumba. Hapa Kioruba tu ndo ambacho kinatembea hivi sasa. Uamalima, acha lugo mwanyi, uabeleke. Rali simu yake sijui ni ujumbe gani aliusoma, akanyanyuka bila hata ya kuaga. Belo ikabidi amfuate mpaka nje na kumuuliza kipi kimemsibu. Belo, kuna sehemu natakiwa kufika sasa hivi. Ni sehemu ipi hiyo ambayo unatakiwa kuwa kwenye siku yako ya harusi? Rali hakujali kile anachoelezwa, akaingia ndani ya gari na sijui wapi alipoelekea. Belo akafikisha taarifa kwa Kamara kuwa Larry ameondoka. Sasa atakuwa ameenda wapi na leo ni siku yake ya ndoa? Kamara aliuliza huku majibu yakikosekana kwa Belo, hajui mwamba kaelekea wapi sababu hakuwa ameelezwa. Sijapenda kabisa hiki alichokifanya. Kamara akapiga simu kwa Larry japo simu hayokotwi. Kwa nini hapokei simu yangu? Belo akamtuliza, mama punguza jazba, tumpe tu muda atarudi. Kamara akanyanyua simu yake tena kumpigia Larry, simu hayokotwi. Kuna ujumbe unaingia kwenye simu ya Kamara. Bidada kuigeuza simu yake kutazama alichotumiwa, anakuta ni video ya Larry akimchiti. Kumbukumbu zikamrejesha siku aliyotambulishwa mchepuko wa mpenzi wake kama mfanyakazi mwenzie, japo alitilia mashaka ila alimwamini mpenzi wake kwa alichokisema. Kamara akajilaumu mbele ya msaidizi wake Shadia kwa kujiita mjinga. Shadia akamwambia upasi kujiita mjinga kwa tabia ulizokuwa uzijui na anazo mpenzi wako. Kamara akauliza, ulikuwa unalifahamu hili? Ndiyo, ila niliogopa kukwambia kwa hofu ya kupoteza kazi. Kamara akabaki akijilaumu atawaeleza nini wazazi wake pamoja na wawekezaji waliomwamini. Akamtaka Shadia ampishe na kubaki mwenyewe ndani ya hiki chumba huku akijihimiza kuwa tafadhali usilie. Sebleni hali ya hewa ieleweki. Belo akapiga simu kwa mpenzi wake kumweleza kile kilichotokea. Subiri nitakupigia baadaye. Akasimama mshereheshaji kwa upande wa mwanamke akadai kuwa bibi harusi na bwana harusi wameshawasili tayari kwa jambo kuanza. Kamara akafika na kulipiga goti mbele ya wazazi wake huku MC akiitendea haki kazi yake, lakini kukawa kuna minong'ono ya chini kwa ndugu waliopo hapa. Kwa utaratibu wa mila ya Kioruba kuna kinywaji kinachomiminwa na ndugu wa mwanamke, kisha muolewaji anampelekea muoaji ili aweze kunywa. Zoezi likafanyika na kinywaji kikapelekwa kwa Belo. Mwamba akastaajabu, nini hiki unafanya? Kamala akamwambia, tafadhali naomba upokee hiki kinywaji kisha unywe, alafu nitakueleza baadaye. Lakini ni nini hiki ambacho unafanya? Tafadhali nakuomba, kuna zaidi ya watu 15,000 wanatutazama hivi sasa, lakini mimi sio mumeo, ndio maana nikakuomba kunywa hiki kinywaji. Belo akakubali kunywa kinywaji na akaelekezwa aweke fedha ndani ya glasi aliyokunywa, kisha wakanyanyuka hadi kusogea walipo wazazi na kulipiga goti mbele yao. MC akasimama na kuzungumza kuwa kwa niaba ya hii familia na ibariki hii ndoa. Muunganiko wenu kabarikiwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Huku napo wazazi kwa upande wa mwanaume wakanyanyuka bila ya kuaga na kuondoka kwa hasira. Unaambiwa walifoka hadi wakasahau kuwa kuna pilau waliloandaliwa na vinywaji wameacha mezani.
Chumbani Belo analalamika kwa kilichofanyika. Nilikwambia tumsubiri Rally, kwa nini ubadili maamuzi? Kamara akamwambia usijifanye mwigizaji kuwa ujui alichokifanya rafiki yako. Amefanya kipi? Kamara akatoa simu yake kumuonyesha Belo Rally anamsaliti live, tena kwa ushahidi wa picha. Belo akapoa na kumtetea rafiki yake kuwa kwa jinsi anavyomjua itakuwa ni watu tu wametengeneza hizo video. Lakini kwa nini uniingize kwenye matatizo yako? Kamara akamuuliza vipi, ulitaka familia yangu yaibike na fans zangu walikuwa live wakinitazama? Rally akaingia na kumweka konde Belo bila hata ya kuuliza. Dakika 0 nyumba ikageuka mieleka. Kamara akaingilia kati na kumtaka Rally atulie. Rally akamlaumu sana mshikaji wake kwa alichomfanyia. Kamara akadai kuwa yeye ndo sababu ya kile kilichotokea, na akadai kuwa Belo ni amemfichia aibu tu, si hivyo anavyofikiria, na kama unafikiria nitaolewa na wewe, jaribu kufikiria tena. Rally akauliza unazungumza kuhusu nini? Kamara akamonyesha ushahidi wa video Rally akifanya uchafu wake. Jamaa akadai kuwa atamueleza. Sihitaji tena maelezo yako sababu tayari nina ushahidi mkononi. Rally kumtuliza bidada ni kama vile aliuchochea moto. Unaniona mimi ni mjinga kwa kiasi gani? Wewe wakutaka kulala na PA wangu? Rally mdomo ukawa mzito kujitetea. Kamara akaivua pete kuonyesha usiriasi wa kile anachokizungumza na kumwachia Rally. Rally akatoka nje kuomba msamaha lakini tayari ameshachelewa. Gari likapepea mwamba kulikimbilia, lakini wapi, bidada moyo wake umeshaweka jiwe, hautaki kurudi nyuma. Kamara akiwa kwenye wimbi la mawazo, simu ikaita. Kuipokea akamwambia Rally, kwa nini umenipigia? Usisubutu tena kunipigia. Yaani Rally hakupewa nafasi ya kutamka neno lolote na simu ikakatwa. Huku kwa Belo pia kumechachuka. Mjomba mtu kapaniki, Belo kafunga ndoa bila kuishirikisha familia yake. Binamu yako ameshangaa kuona picha zinaenea mitandaoni kuwa umefunga ndoa na huyu celebrity. Kwa hiyo umeona hatuna umaana wowote kwako. Belo akamuomba mjomba wake aketi kitako ili aweze kumweleza yaliyojili. Ni story ndefu. Anko akasusa kabisa kumsikiliza mpwa wake. Belo akamuomba Kamara waeleze watu ukweli ili nalo lipite. Kamara akadai kuwa akifanya hivyo atapoteza kila kitu na itakuwa ni furaha kwa washindani wake. Kamara, hii hali itaathiri mahusiano yangu, mbona hujali kuhusu hilo? Nitaongea na mpenzi wako na atanielewa. Belo akakataa kata. Basi sawa, kama ni ngumu kwako mimi nitawaeleza watu ukweli. Kamara akamuomba Belo asifanye hivyo, ila akaomba muda wa wiki kadhaa atawaeleza watu ukweli. Kamara, unazungumzia wiki kadhaa? Nahitaji iwe mwisho wa juma hili. Mshikaji akageuka na kuondoka zake kumwacha bidada akiwa na maswali mengi. Kesho yake Kamara akaenda nyumbani kwa Belo na kumwomba afanye interview naye kama mpenzi wake. Likawagumu sana kwa Belo, kwa nini tusiwaambie ukweli? Siwezi, nitapoteza kila kitu. Belo akadai kuwa hawezi kumpa msaada anaohitaji kwa hivi sasa. Kamara akamwambia kuwa nitakusupport kwenye project yako ya kulea watoto yatima. Belo akauliza umelijuaje hili? Wakati Kamara akitaka kumjibu, mpenzi wa Belo akafika anaitwa Kemi na kudai kuwa anahitaji pesa. Kamara akauliza ni kiasi gani unachohitaji? Kemi akaitamka milioni 5. Paka Belo mwenyewe akashangaa, huyu mwanamke kanigeuza bidhaa. Bidada akauliza mbona ni nyingi kiasi hicho? Ukitaka toa, usipotaka ondoka. Kamara akakubali kuitoa hiyo pesa licha ya kuwa Belo akakataa kuifanya kazi ya bidada Kamara. Kumekucha kwa Kamara, Shadi anapiga simu ya Belo ila haipokelewi. Mwana akafika na kueleza poleni, nimechelewa sababu ya foleni. Kamara akamueleza mpango ulivyo ni kuwa naye kwa miezi 6. Kiufupi ni kama reality show fulani hivi, na baada ya hapo ni mipango ya ndoa. Belo akauliza ndoa yani tunaoana? Hapana, sio hivyo, ni kupanga tu mipango ya ndoa. Ila baada ya miezi 6 tunaachana, unaendelea na mambo yako. Najua ilivyo ngumu ila nakuomba unisaidie. Ikabidi waanze kufanya mazoezi ya maswali watakayoulizwa kabla ya siku ya interview kufika. Swali la kwanza likaulizwa na Shadi, mlikutana wapi? Belo akadai kuwa alikutana Bongo Mikocheni kwenye mgahawa fulani hivi. Kami akadai kuwa haijakaa poa, kwa nini usiseme mtandaoni? Sio mbaya ukisema Instagram. Belo akadai kuwa hayupo Instagram, TikTok wala Snapchat. Labda Facebook na yenyewe ni muda mchache toka nimejiunga. Ikabidi Shadi acheke tu. Kemi pesa aliyopewa kaenda kuinunulia viwalo, mawigi ya kutosha, viatu ndo usiseme. Muda wote huwa anamuonyesha Belo vile alivyovinunua. Mwamba yupo busy na simu wala mzingatii kabisa bidada. Siku ya interview kawadia, Belo akautendea haki usika wake. Ukija kichwa huwezi kujua wana makubaliano. Likapigwa busu fulani hivi zito la kuaminisha umma kuwa ni wanandoa kabisa. Baada ya kurejea nyumbani, Shadi akaja na bashasha la mapokeo ya wadau huko mtandaoni. Yaani interview imeongeza kitu kikubwa sana kwa Kamara. Walipobaki wawili wakapongezana kwa kulikamilisha hili. Mazungumzo yalikuwa marefu sana kwani tayari kuna ukaribu ambao umeweka maelewano kati yao. Ukapigwa mvinyo kama sehemu ya kujipongeza kwa jambo ambalo lilikuwa pasua kichwa kwa upande wa Kamara. Usiku kawa mwingi, Belo akataka kujirejesha nyumbani kwake ila bidada akamtakia usiku mwema. Belo akaitaka kisi kwa Kamara, almanusura Kamara akajinasua. Belo akabaki akimuita bidada ila hakutaka kugeuka nyuma. Kesho yake mapaparazi wakachafua hali ya hewa kwa kumposti Belo akiwa anatoka nyumbani kwa Kamara usiku. Kamara akahisi uchizi, akampigia Belo simu na kumtaka waonane ili waweze kuzungumza. Muda ulipoadia akaketi kitako, huku Kamara akimtaka Belo ahamie nyumbani kwake ili kuzima skendo iliyopo mtandaoni kwa hivi sasa. Belo akatia ngumu kwa kudai kuwa lazima akaongee kwanza na mpenzi wake.
Kemi aliporejea nyumbani akamkuta Bello akipanga nguo zake na kutaka kujua ni safari ya wapi. Bello akamwambia anakwenda kukaa kwa Kamara ili kufuta skendo zilizopo hivi sasa mitandaoni. Kemi akamaindi na maneno mengi akamtoka, ila tageti yake ni kupata pesa. Acha nimpigie ili anilipe muda atakaotumia kuwa na wewe. Bello akamzuia na kumwambia kuwa nitakupa mimi hiyo fedha, ni kiasi gani unachohitaji. Kemi akadai kuwa anahitaji milioni 2. Bello akamwambia kuwa sawa, nitakupa hiyo pesa, lakini sitaki unigeuze mimi kuwa mradi wa wewe kujipatia fedha. Bello akaingizwa kwenye maisha ya kujianika private zake mtandaoni kwa lengo la kuitetea ajira ya Kamara iliyotegemea simu yake ili kumuingizia kipato kwa kufuta skendo iliyopo, na wakaenda live usiku ili kuaminisha watu kuwa wanaishi pamoja, wasisikilize mapaparazi nini wanasema huko mitandaoni. Yakaendelea maisha, na unaweza sema penzi limekolea nazi, mitoko ya kokobichi, kadhalika kukutana na mashabiki na kupiga nao picha 2-3. Umaarufu na gharama zake jamani, wanaotaka wajiandae kuzilipia pia. Upendo wa kweli haujifichi. Bello ukaribu wake na Kamara ukampa mguso wa hisia ambazo hakuwahi kuzipata kabla. Mwanaume akajitutumua kwa kueleza hisia zake kwa bidada Kamara. Mrembo akalitupilia mbali jarada ya kesi yake ya mahaba sababu ya kuhukumiwa vibaya na Rally. Mistari ya Bello ikagonga kabisa mwamba. Mwana akakosa ushawishi kwa Kamara kabisa. Bello akiwa amejituliza kwake, Kemi akaja kwa furaha na kumkumbatia sababu alikuwa ametumiwa naira milioni 1. Bello akafungua kinywa chake na kumwambia we are done. Dada akashtuka. Bello akamuuliza kwenye simu yako na namba umeisevu kwa jina la Pink, ni nani yako? Kemi akadai kuwa ni dada yake. Bello akamwambia kuwa huyo sio dada yako. Ndio tunaupata ukweli kuwa Kemi alimsevu mwanaume kwa jina la kike ili Bello asielewe. Ila Bello alishtukia mchezo kwa kuichukua namba ya mwamba na kuipiga kwa simu yake, kisha kuisikia sauti ya mwanaume na kujua kuwa hayupo peke yake, wanaokula hapo ni wengi. Bello akaendelea kwa kumwambia kuwa siku zote umekuwa ukiipenda ATM yangu kuliko kunipenda mimi. Kemi akaleta ujuaji lakini haukusaidia kitu. Bello akasimama kama mwanaume na kumtaka aondoke ndani ya nyumba yake. Akamweleza wazi kuwa yeye hampendi tena na moyo wake umemwangukia Kamara. Hali ya hewa ikachafuliwa upya huko mtandaoni kwa Rally kuanika ukweli wote kuhusiana na Kamara na Bello kuwa sio wanandoa ila wanafanya maigizo. Yote hayo yanaelezwa na Shadia mbele ya Bello kuwa mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Baada ya kupata taarifa, Bello chap na haraka akamtafuta Rally alipo. Akaenda kumkanya na kumwambia kuwa anatakiwa kuwa mbali na Kamara na wala simsogelee kabisa. Mwana akatamba kuwa unataka kunipiga, nipige. Bello akamwambia kuwa siwezi kutumia nguvu zangu kupigana na wewe ila nakuonya. Rally kuonyesha dharau akamtaka Bello aondoke kwa kumwagia kinywaji. Bello naye akutaka kuwa mnyonge akajibu kwa konde zito na kuambia ukae mbali na Kamara. Bello alipokuja kumuona Kamara, bidada akamweleza kuwa amepoteza kila kitu. Mwana akampa kumbato kumtuliza bidada kwa machozi yaliyokuwa amegubika moyo wake, simanzi nzito kwa kupoteza kila kitu alichokuwa nacho. Zilipopita siku, Kamara akaketi kueleza watu ukweli. Bello naye pia akaomba kuungana naye ili waweze kuzungumza kwa pamoja. Kamara akafunguka ukweli wote wa mahusiano yake na Rally kuvunjika hadi yeye kufikia alipo hivi sasa. Alipotaka kufika tamati, Bello akaomba kuzungumza, bidada akakubali kumpa nafasi. Bello akazungumza na umma kupitia live waliokuwa akienda kwa wakati huo, na akaeleza hisia zake kwa Kamara kuwa anampenda na kama yupo tayari basi awe wake wa maisha yake. Kamara akachukua sekunde kadhaa kufikiria, ila akadai kuwa anampenda pia. Bana, lilipigwa busu fulani hivi zito la kuwaleta katikati kwa uzinduzi rasmi wa penzi jipya. Huko mitandaoni pia story ikawavutia wengi kwa kisa ambacho kimemkuta Kamara. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie inayoitwa Here Comes the Bride. Drop comment yako hapo, sisi tutaisoma, tuendelee kujifunza mengi kutoka kwa wewe mfuatiliaji wetu wa Wiz World Cup. Subscribe ila hakikisha umetani on notification bell ili upokee kazi nzuri zinapopandishwa kwenye channel yako. Imesogezwa kwako na sauti ya mamlaka ya mipango. Usisahau tu like, comment, share. I'm out.